Sasa Maganga. Amka. Tatu nini asubuhi? Kuna mgeni wangu yupo nje. Asa kama kuna mgeni wako upo nje si uende kaongea naye? Huyo mgeni hawezi kuishanja, lazima ingie ndani. Jiandae uondoke. Wewe mgeni wa kike au kiume? Wa kiume. Wewe umezani tabia kuleta wageni wa kiume ndani? Wewe. Huyo ndo mwanaume anayelipia kodi. Usha kulipia kodi. Na tena wakati unaondoka hapa, nataka uvae kijora. Usitaki ajue kama nimelala na wewe huko ndani. Nadhani unanielewa. Mimi nivae kijora? Hivi Tatu unachokiongea unakielewa wewe? Kwani hapo cha ajabu kipi? Jiandae uondoke. Hello? Hapana. Unajua jana nilala na shughuli yangu huko ndani, kwa hiyo nilikuwa najiandaa aondoke. Sawa, kuja sasa hivi. Baby, sorry kwa kuchelewa. Afu naomba nikutambulishe leo. Huyu hapa anaitwa Mwajuma. Huyu hapa ni mume wangu mtarajiwa. Nampenda sana. Habari yako shemeji? Karibu ndani. Samani. Vipi mamtu? Mimi naitwa Nasibu, wewe sijui unaitwa nani? Mamtu. Nijibu basi hata nisikie sauti yako basi. Oh, Maganga wangu. Yaani mwanangu Nasibu unanitongoza mimi. Nashinda hata kujua kama mimi ni Maganga. Sasa kaka nitakutambuaje angalau umevaa mavazi ya upande wa pili. Yaani unaonekana kabisa umeleft group kaka. Aya niambie kimekuta nini kaka? Tatu ndo kanifanyia hivi. Tatu tena? Imekwaje? Yaani amenivalisha mimi hivi ili mimi nitoke ndani yeye aingize mtu wake. Yaani amekutoa wewe ndani, ameingiza mtu mwingine. Ndio. Ili swala umelichukuliaje? Sasa nitalichukuliaje na wakati mimi nakaa kwake? Au wewe hujui? Sasa itakwaje kama mgeni wake atalala? Wewe unafikiri utaenda kulala wapi? Mwanangu mimi hapo ndo nashindwa kuelewa. Na wewe mwenyewe unafahamu kwamba mimi kila kitu namtegemea yeye Tatu. Ndio maana mwisho siku anaamua kunifanyia mambo kama hivi. Tatu anaangalisha kiasi hichi mwanangu mimi kunivalisha kijora kweli. Umefeli sana kaka. Yaani ni mara 10 utembee kifua wazi, sio mavazi hayo. Unapopita mtaani unafikiri watu wanakuchora vipi? Mvue hivyo vitu. Bora tembea kifua wazi kaka. So umeona sasa? Mambo ndo hayo. Yaani huyu ndo Maganga nimjua mimi. Vile ulikuwa umezingua. Pita hivi mtaani.
Fungua mlango nakwambia. Fungua! Fungua mlango, la sivyo nakujazia nzilo hapa nje utaamini. Fungua mlango nakwambia. Kama wewe ni mwanamke kweli toke nje tuonyeshane. Fungua mlango! Nipishe niingie ndani. Vipi? Subiri basi kwanza, shida nini? Naomba niingie ndani. Mbona gonga mlango kwa nguvu afu najua nyumba zenyewe za kupanga? Uone kama unasumbua majirani. Sana uko. Sabrina toka kimbia atakuumiza. Atakuumiza. Unaona umeniumiza huyo? Sio kukuumiza tu. Natamani hata nikuue kabisa. Ili moyo wangu ujue umeshakufa. Sio kwa hayo unanifanyia kila siku. Hivi, nikupe nini wewe mwanaume? Hebu niambie Chepe. Ni nini unataka? Unataka roho yangu? Au kosa yangu mimi kukupenda wewe, si ndio? Sawa, mimi naondoka. Nyache! Hivi ni kila siku huwa anakufanyia hivi au inakuwaje? Huwa hafanyi hivi mara zote, ila ni kwa leo tu kama imetokea mgeni wake amekuja pale, ndio maana imekuwa hivi. Hilo tayari ni fundisho. Mwanamke hayuko hivyo kama unavyofikiria, kwamba iwe leo tu kwa sababu mgeni wake kaja. Najua pia akija mwingine kitatokea kama kilichokutokea. Yaani usijipe imani kwa sababu ni leo tu akaja mgeni wake. Basi akija mwingine na kitatokea hichi kama kilichokutokea, ndugu yangu. Sijui unanielewa. Na ipo siku mtajikuta kwamba mnalala wanaume wawili katika kitanda kimoja. Na sio wawili katika kitanda kimoja. Wewe utakuwa utalala chini. Kwa sababu atapima uzani nani mwenye pesa na nani anamsaidia. Kutembeza mashine sio kila kitu au kupendwa na mwanamke, ndugu yangu. Mimi ushauri wangu ni upambane, utafute sehemu yako ili uache haya mateso. Sasa MK, wewe unafahamu kabisa hali yangu jinsi ilivyo kwa sasa. Sina uwezo wa kumiliki chumba. Isitoshe ninyi marafiki zangu wote sasa hivi mna vyumba vyenu na mna wanawake zenu pia. Hivi ni nani atakubali kirahisi kunipokea mimi na asilale na mwanamke wake kwenye chumba chake? Ni sawa, uwezi kuja kukaa kwangu. Na unavyosema kwamba hali yako duni unajishikiza, huo ni uongo. Kwa kazi hizo ambazo tunafanya, ni hivyo hivyo unaweza kupanga. Wewe huwezi kumeki buku kwa siku. Naweza kusave 1000 kwa siku. Sasa kama unaweza kumeki buku kwa siku, kwa nini usikae kwako? Kwa sababu shilingi 1000 ukiimeki kwa siku 30 ni 1030. Una uwezo kabisa kupanga chumba chako, hapo ila umeme inapatikana na hata ya maji. Acha uzembe bwana. Mfanya juu chini, panga kwako. Kama anakupenda atakufuata. Akishindwa kukufuata akupendi, achana naye. Mimi nimekuelewa MK. Nitafanya hivyo. Fanya hivyo. Yaani sijui vijana sasa hivi sijui tuna nini yani. Tunapenda maisha rahisi kuliko kufanya kazi. Yaani kujishughulisha kwetu ni zero, na ndio maana wengi wetu wana left kwenye magrupu kwa sababu ya tamaa. Tamaa nyingi, kazi utaki. Fanya kazi bwana. Utakuelewa maisha gani? Unataka ngapi? Nataka 2. Ila katika hizo 2, moja unanikopesha ila nakuletea kesho. Hizo pigo gani unazoniletea? Wewe una wapi starehe na kupeshwa? Acha hizo sister. Mbona unaletea zensheni? So zesheni. Hii ni biashara kama biashara nyingine. Nyie mnazingua. Keshi basi tuache maneno. Ndio biashara. Unaita zako hapa. Wewe vipi? Chepe dada. Chepe? Chepe kafanya nini? Nimemkuta na mwanamke mwingine nyumbani kwake. Yaani mimi nimefumania. Ananishika ili mwanamke wake akimbie. Mimi najua unalia, umepigwa huko, sijui umefanywa nini. Unalia kwa ajili ya wewe mpuzi mwenzio. Hebu futa machozi yako.
Nisije nikakupiga bure. Nyanyuka hapo uende ndani. Upesi nimekwambia nyanyuka usikie. Angalia. Sister, mbona kama hivi unapiga kiatu mtoto wangu tumeacha? Sio dada yako huyo. Anamlilia mwanamume, utafikia anamlilia baba yake mzazi. Na wewe vipi? Nimfuata bwa mdogo huyo hapo. Kiloba una shida naye gani? Na mzigo nilimpatia ila mpaka sasa hivi simuelewi analetea zeshe. Na wewe umepewa mzigo gani na huyu? Una mzigo wake huyu? Sina kuuliza. Oya Kiloba, sikiza. Nasema mshushe. Sikiliza sister, niache nikamalizane na dogo wenyewe tu, sawa Hii issue haikuhusu. Mzigo wake uko wapi? Sister, hapo chini ya uvungu. Alafu wewe we, kwa hajashtukia kabisa. Hajanishtukia kabisa yani. Una hatari wewe. Kosa ilikuwaje? Chezea mimi wewe. Nilichofanya nimemvalisha kijora nikamtoa nje. Sasa ningefanya nini kati na mwanaume yuko hapo nje? Lakini sasa shoga yangu, kwani usitulie na mwanaume mmoja? Mwanaume akupangia nyumba nzuri kama hii, amekununulia vitu vizuri. Kwani usitulie na mwanaume mmoja? Mbona mwanaume anakupenda sana? Anakuhudumia vizuri. Jua maisha magumu sana. Haya maisha kudanadanda sio mazuri. Tulia na huyu mwanaume ambaye anakufadhili, anakupa kila kitu. Huyu Maganga anakupa nini? Sabrina, Maganga anampenda sana. Maganga ni mwanaume ambaye japokuwa ninamfanyia mambo yote lakini ninampenda sana. Huyo mwanaume ambaye unaona ananifanyia kila kitu, kwake nimefuata tu hela. Sijai kumpenda hata siku moja. Kwanza tuachane na hayo. Nipe story nyingine, chana story ya Maganga. Haya. Lakini shoga yangu hapa nimekuja. Kuna chaka jipya. Kwa hapa nimekuja nikwambie shoga yangu, baadaye tunatoka. Yaani uko nasikia pambe. Unajua pambe? Pambe hatari yani. Kwa hapa jiandae shoga yangu, na mimi naenda zangu nyumbani, naenda kujiandaa, baadaye tunatia miguu. Haya shoga yangu, je, na mimi nijiandae hapa kuja utanikuta niko poa kabisa. Unajua mambo yangu tena shoga yangu. Haya basi mimi naenda zangu kujiandaa, yaani kimaliza tu nakuja kupitia tunaondoka. Sawa ndio kunya mimi nijiandae niwe pambe. Haya bwana. Haya. Kama ulivyoniambia nimeenda. Nimemkuta na mwanamke ndani. Huyo mwanamke unamfumania naye, je, wewe unamfahamu? Hapana, simfahamu. Ila sura yake haijaondoka akilini mwangu. Na siombe nikakutana naye. Atanijua mimi ni nani. Maana nitakachomfanya hatokaa sawa maisha yake yote. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba unataka kumzuru huyo binti kisa umemfumania na Chepe? Ndio. Yeye kwa nini atembee na mwanaume wangu? Kwani hajaona wanaume wengine? Yaani hapo ndo ninapofeli wanawake wengi. Ukimfumania mwanaume wako, baadaye udie mwanaume wako, unadili mwanamke mwenzio. Sasa ana makosa gani? Labda ngombe kitu kimoja. Wewe si umetongozwa naye katongozwa. Sasa nani mwenye makosa? Sikiliza nikwambie. Unatakiwa ukae na mwanaume wako chini kisha mzungumze. Leo umegombana na mwanamke huyu, kesho unagombana na mwanamke mwingine. Je, uone unajaribia wewe? Kaa chini, afu kisha tafakari. Umefuata nini hapa? Nimemfuata Zubeda na shida naye. Kwa hiyo wewe fala unaona raha sana kumliza mdogo wangu Hapana shem, shetani tu alinipitia. Kwa hiyo wewe na shetani safari yenu moja, kila siku anakupitia? Hapana shem, sio hivyo.
Tena ukome kuniita mimi shemeji, na iwe mwanzo na mwisho kuja hapa nyumbani. Wewe na huyo mjinga mwenzio, mpuuzi mwenzio, mkutane huko, so hapa nyumbani. Na iwe mwanzo na mwisho kuniita mimi shemeji yako. Sister, wapi alipo nyuma hapo? Kwa kuwa makini, muda tu wazao anaingia hapa kwa mami. Poa Sele. Afu we fala, usikika kuna pila linakuja huko. Wewe umeganda tu hapa. Wewe vipi? Kwenda huko. Toka sikii. Sabrina. Vipi? Salama, umetoka kwa Tatu nini? Maana nilimwacha na mgeni wake pale. Babu jinga kweli. Mgeni wake mwana wa mwenzio. Hamna, yule ni mgeni wake tu, hawezi kuwa mume mwenzangu. Kwa sasa hivi mgeni akija nyumbani kwenu, mnakaribisha chumbani na mlango mnafunga. Ila hongera, maana ikitokea listi ya wanaume ambao wanaelewa na wanawake, wewe utashika namba 1. Wanaume wenzako kashatoka, nenda nyumbani. Oh la la la, oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa masikini na bado ukapendwa. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Ni usiku sasa hivi, muda wa kupumzika, lakini unaonekana kabisa ni mtu unataka kutoka. Unaelekea wapi? Natoka mara moja. Sawa, sijakataa unatoka, lakini nimekuuliza unaelekea wapi? Kwani ni lazima ujue ninapoelekea au unataka tuende wote? Mimi sihitaji kuelekea kwenye hiyo safari yako, ila nakuuliza hivyo kwa sababu ya usalama wako. Hivi unafikiri ukienda huko unapokwenda, ikikukuta la kukukuta, ni nani atakayeuliza kama sio ni mimi nayekaa nawe chumba kimoja? Alafu hayo yote unaongea ni kwa sababu una uzima wa afya sasa hivi, ila likikukuta jambo baya huko, hautoweza kusema hayo unayoongea. Bwana wewe. Wewe sio unayepanga matukio hapa duniani. Kama utajua utakachonitokea kunapoelekea. Mimi naondoka. Kunyodoa pale kuna hela. Utaka anza na maisha kesho asubuhi. Kwaona maana ukitoka haurudi mpaka kesho asubuhi. Ikiwezekana ndio kesho kutwa. Kwaheri. Wa bro kasema anakuja. Poa poa janja. Sema nini? Kuna buku hapo utazingatia, utachukua chochote au si? Poa poa. Shida yako? Hata kama unanichukia, ndio hata salamu mamangu. Nimeacha mboga jikoni ili nije kukusikiliza. Sasa kama unataka salamu yangu, mimi mzima. Sikilize. Tafadhali nikuombe usiondoke. Naomba nipatie roho dakika 2 tu.
ili niweze kukuelezea juu ya kila kitu ambacho kimetokea leo mchana kuhusu kunikuta na yule msichana pale nyumbani. Oho, kwa hiyo umekuja hapa kwa ajili ya kunidanganya? Kwa yule binti sio mpenzi wako? Hapana, sina maana hiyo. Ndio maana hata nimekuita na nimekuja hapa ili kukuelewesha ili tumalize tofauti zetu. Ili niweze kukuelekeza tupate mwafaka. Oa, vipi hapa? Mbona vichochoroni saizi? Yaani unachamboga jikoni, unakimbilia mapenzi, si ndio? Kwa hiyo mboga ikiungua, sitakula malavida vyenu, si ndio? Oa Chepe. Mambo kusimama na sister vichochoroni si mind. Takuja nikuletee mavi none mimi nuksi. Naenda hivi, nikirudi simkute mtu hapa. Kuja kushote masikio hayo. Tangulia nyumbani kwako na kuja. Zubeda, mimi nakufahamu huwezi kuja. Hivi, unafikiri mimi ni mwongo kama wewe? Nimekwambia tangulia kwako, nikimaliza kupika na kuja. Okay, basi poa. Oh la la la, oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Unaweza ukawa udugu, asubuhi yote unatoka wapi? Natoka kwa Chepe. Unatoka kwa Chepe au umelala huko kwa Chepe? Nimelala huko kwake. Ama kweli mapenzi mchezo mchafu. Zubeda kulia kote jana, leo umetoka kwa Chepe. Haya, vipi kuhusu mwanamke uliyomkuta naye? Amekwambia ni nani yake? Ameniambia sio mtu wake. Ni binti tu ambaye alikuwa pale kwake kwa ajili ya kujifunza kuimba. Si unajua tena Chepe ni mwimba music. Kwa hiyo yule binti jana alienda kujifunza kuimba tu na hakuna chochote juu yao. Haya. Vipi wewe? Ndio unaenda sokoni kufuata matunda? Ndio naenda hivyo shughuli yangu. Na hata hivyo mbona nimechelewa? Basi sawa. Ngoja mimi niende nyumbani niwahi kabla dada hajarudi. Maana jana alienda kufuata mambo yake huko maporeni. Ila baadaye mimi nitakuja kwenu. Karibu shughuli yangu. Oh la la la, oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kuna jambo kidogo nahitaji nikushirikishe. Kwani mapenzi ni nini? Kitu gani hicho? Unajua nimechoka kukaa ndani tu. Nahitaji kuanza kufanya biashara. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama utakuwa na kiasi cha pesa uniazime. Sasa Mang'ang'a mpenzi wangu. Yaani mimi niko kuazimisha hela kweli. Si useme tu nikupe. Tangu mimi naweza kuanza kuibishana pesa huko ndani. Unajua nia na mazumuni yangu kukuambia kwa uniazime hiyo pesa ni kwa sababu nahitaji niwe na nguvu ya kuirejesha kwa wakati. Lakini ukinipa tu hivi hivi bila kuwa na kitu chochote kile, naweza nikajikuta nabweteka tu. Sitakuwa na nguvu ya kuirudisha hiyo pesa. Makubwa. Ni biashara gani ambayo unataka kuifanya? Nimeweza kufungua biashara ya kutengeneza kucha za wadada. Unasemaje wewe? Nataka kufungua biashara ya kutengeneza kucha za wadada. Mang'ang'a usinitafute. Yaani umeona mbinu mpya kupata wanawake kirahisi kushikashika vidole wa dada, si ndio? Sasa haya yote yametoka wapi? Kwani ile si ni kazi kama kazi nyingine na watu wanafanya wanajipatia kipato?
Hivi unaona lami kwenye kila kitu na kutegemea wewe? Tena unyamaze Maganga, usinitafute. Ushasema ni watu, ila wewe ni mtu wangu mimi. Hivi nafikiri mimi nitakuwa na akili timamu kukuruhusu wewe ukashikeshike wa dada mbele yangu mimi? Hivi utakuwa unajielewa kweli mimi kiakili? Unajua shida ya akili yako imeenda mbali sana. Lakini mimi sina maana hiyo. Lengo langu mimi ni kujipatia kipato tu. Na sio kuendelea kuwa tegemezi. Usinifanye mimi mtoto Maganga. Hivi nini ambacho nakosa kwangu wewe? Sikupi hela. Sikupi chakula. Uvai wewe. Wewe. Tena usinitafute la rohoni. Sister, ndikia zote mdogo wako Miss Mind. Anachukulia poa, anachukulia mimi ananiweza. Inawezekana mimi nalala ndani humu, anifungia mlango kwa nje aenda kwa bwana wake. Zipige Miss Mind sister, nakuelekeza kabisa. Ule anachukulia poa, anachukulia mimi ananiweza. Ipo sio utakuja kumpiga mibao mundani mchukulie mimi nuksi mone mimi jao. Inawezekana mimi nalala ndani usiku anatoka anifungia mlango anachukulia mimi poa, anachukulia mimi baridi, si ndio? Umetoka wapi? Nakuuliza wewe umetoka wapi? Kwa Chepe. Hivi unadiriki kumfungia mdogo wako mlango na kwenda kulala kwa mwanamume? Una akili kweli wewe? Sinakuuliza wewe. Ila poa, usijali ndugu wangu. Huruma sio malezi sister, mimi nakuelekeza. Najikuta kwenye selenge zangu nitaanza kumtia mibao, nikamkanda kaja hapa kaiva, akanichukulia mimi poa, kana mimi baridi. Oho, mimi nakuelekeza sister. Utapita tu haya. Umesikia kaka? Kazi ya udalali wa nyumba sio ngumu sana. Ila unachotakiwa kufahamu, kuna siku tunapata, siku nyingine tunakosa. Usitarajie kupata kila siku bro. Sawa, mimi nimekuelewa. Hata hivyo nafahamu kwenye taratibu za kibinadamu huwezi ukawa unapata riziki kila siku. Ila kitu kikubwa ambacho mimi nilichokuwa natamani kujua ni misingi ya ufanyaji kazi jinsi inavyokuwa. Kwa sababu ukizingatia mimi ni mgeni kwenye hii kazi. Kwa nahitaji kujua kwamba nikiwa nataka kufanya kazi ni vitu gani vya kuzingatia. Unajua hata kuongea na mteja unahitaji kauli nzuri. Kwa ndicho kitu ambacho kikubwa mimi nahitaji kufahamu. Ni kweli, lakini mambo mengine utayafahamu taratibu. Ila leo kuna mtu atakuja, anataka chumba. Kwa hiyo nitakapokuwa naongea naye, utafahamu kila kitu. Sasa hapo tukishamaliza kwenye mambo ya udalali, tuelekezane na jinsi ya kutokuishi kwenye chumba cha mwanamke. Haiwezekani dume zima unafuga kwenye chumba cha mwanamke na sisi wanaume tunaangalia. Huko tunatiana aibu bana. Side, mambo gani unaongea? Tena mbele ya mshikaji. Hasa hapo kosa langu mimi nini? Kuongea ukweli nimefanya kosa? Sasa hapo unahisi unasema ukweli au unaingilia maisha yake? Nasibu. Samahani ndugu yangu. Mimi nikushukuru sana kwa kunikubalia tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Lakini muda huu mimi naomba nitoke mara moja. Baadaye nitarudi. Ila mshikaji atakapofika naomba nipigie simu. Basi sawa, hamna shida kaka, usijali kwa hiyo. Sawa. Basi sawa ndugu yangu, tutaonana baadaye. Hamna shida. Side. Fresh bwana, asante, nashukuru ndugu yangu. Basi sawa, hilo ufanye hivyo nilivyokuambia. Sawa, haina shida. Sasa unazani nitakimbia mpaka lini? Kinachotakiwa urudi kwenu na ukaongea na dada yako. Wewe ujui tu. Dada amekasirika sana. Kiasi ambacho hataki hata kuniona. Ngoja basi ni dukani tukanunue soda. Tukirudi nitaongozana mimi na wewe hadi kwa dada yako. Mimi nitaenda kuongea naye. Nina imani atanielewa. Sawa, nitashukuru sana kama ukinisaidia kwa hili. Maana hizo mbio za leo
Sio utashukuru, acha upuuzi. Kwa hiyo ndo nanisema. Ndio. Nasra, unamwona yule mdada? Yupi sasa? Maana pale wapo wawili. Yule aliyovaa t-shirt la kijani. Yule ndo anatembea na Chepe. Nilimkuta chumbani kwake. Naomba tubadilishe njia. Kwa hiyo Zubeda, unataka kubadilisha njia kwa sababu yule dada? Asa unamuogopa au? Simuogopi, lakini naomba tu tubadilishe njia. Twende bwana Zubeda, acha hizo. Kama hivi demu vyako nakwambia. Kambe langu ni utani. Basi shoga yangu ndio hivyo. Shoga yangu, demu cha Chepe ndio hicho. Ndio haka. Kazi yenu kufua mashuka, sio tunakuja kuchafua. Naona sasa hawa wanavuka mipaka, wanataka kunipanda kichwani bila ngazi. Sasa subiri. Sikujua. Sikujua. Bwana wewe utajua nini? Vipi tena? Hivi familia yenu kwa mfano nyinyi mnajikuta nani katika mtaa wangu? Fujo nyinyi. Kuuza biashara haramu nyinyi. Na sasa mmehamia kwenye mapenzi. Mapenzi? Sikuelewa unamaanisha nini? Utanielewa. Huyu mdogo wako. Nimemkuta kwa anapiga watu kisa mapenzi. Mapenzi? Afande. Mapenzi. Sasa nimewachoka. Hivi wewe binti mzuri, urembo wako wote huo unakaa kulialia, unapigana na watu kwa sababu ya mapenzi. Wakati sisi hapa tupo. Kwani sio na watoto kama sisi ukala na hela za serikali na wewe, Unaje ukala za serikali? Shauri mdogo wako. Hivi mwenyekiti, hicho unachokiongea unakisikia kweli? Ni maneno gani ambayo unayoongea? Afu ya kipumbavu. Salale, we mama we. Jua unaongea na serikali, hii ni serikali. Wewe unakaa unauza vitu vyako vya alamu, mimi nakulia kifuani, nilipa nini wewe mama? Nazungumza nawe unanilipa nini? Utaweza kunilipa mimi? Kwa nini usinilipe wewe? Kwa makini. Ukaleta kamdomo, nakuja na pila, nachukua vitu vyote hivyo na wewe mwenyewe jela. Tumeelewana? Na tena mwambie huyu mdogo wako, mwambie akiendelea siku nyingine utakuja kumkuta polisi, kwa sababu mimi unazungumza na mwenyekiti ambaye anaongoza mtaa na watu wake, na watu wenyewe kama nyinyi wauza biashara haramu.
kuwa bondia wa mapenzi? Bila shaka ulikuwa unamgombania Chepe. Sasa leo nitakuua leo. Shoga yangu, hivi ile sherehe jana umeionaje? Ilikuwa pambe hatari, na nisingekosa ningeumwa. Ningekosa ningeumwa shoga yangu, maana usingeninyima umbea. Maana vizuri nimejionea kwanza. Dada, sikutarajia kamesa kashuri pambe kama vile. Shoga yangu. Kwanza umemwona yule mama hapo binua miguu juu. Habari zenu kina dada? Salama. Wazima jamani? Wazima. Safi, mimi nilikuwa nawasalimia tu dada zangu. Aya, asante. Mimi naenda. Haya. We Masele. Hivi kaka unebu kufugwa na mwanamke? Shoga yangu, hata mimi mwenyewe namshangaa. Yaani hana aibu hata kidogo. Yaani dume zima, mwanamke amfanyie kila kitu. Dada yule ajue kutafuta chakula, ajue kutafuta nguo, ajue kutafuta mpaka mswaki wake. Au sio mzima yule? Shoga yangu mzima wa afya, anajiendekeza tu pale alipo. Kwanza katokea mkoa gani? Dada we, nasi akatokea Morogoro, vijijini mama. Kaja mjini hapo kwa marafiki. Kuja kutafuta maisha. Si unajua marafiki wa Dar es Salaam baba? Wasimwachie chumba nini? Alafu aliyakuwa chumba chenye kodi imeisha dada. Yule msao unayemuona ndio kafanya kumstiri pale nyumbani kwake. Ndio mwisho wa siku akaja kwa wapenzi, ndio heka linamkuta dada Shuzi, ndio hilo dada wa watu. Anaumuka na danga, anafanyaje apate kumlisha yule dada jamani? Kazi kweli kweli. Kwanza hizo taarifa umezipata wapi? Naye mbaya. Shoga yangu, huje kama mke mwenyekiti? Habari za mtaani hapa zote ziko hapa mama, zimejaa. Mwenyekiti! Wewe Masele, ina maana hiyo mipua yako haisi harufu yoyote kutoka huko ndani? Wewe na Masele unanitania. Na Masele unanitafuta lolooni. Sasa tu labda nikwambie, huyo kuku ndani ya kiungua huyo, asijue na ndoa yako imeungua. Unabeba virago vyako kwenu? Nimeongea, nimemaliza. Mwenyekiti, shikamoo. Nyoko, kuwa na wewe pato yako. Mmekaniambia tu hapo nyoko. Sasa nakupa taarifa. Akiunguza ushoga yako kuku ndani, basi ndoa yake naye imeungua. Nisikilize Chepe. Usinifanishe mimi na kile kimwanamke chako. Umesikia? Hivi wewe unanichukuliaje mimi? Unahisi kama nikuwa na wewe unahisi mimi sitongozi huko? Mimi wewe sio adhi yangu. Nimekukubalia tu, usinione mimi chizi, umenielewa? Hivi kile kimwanamke chako kinanikuta barabarani mimi kinanifanyia fujo. Chepe, unanichukuliaje mimi? Au unahisi labda mimi sitongozi huko na wanaume wenye hela? Kama ni vipi, bora mimi na wewe tuachane tu. Mbona kwa unafika mbali Sabrina mpenzi wangu? Mimi nishakwambia mara zote. Yule msichana tu yeye mwenyewe ndio ananifuatafuata. Alafu ananigandaganda kinoma yani. Sasa kama anakufuatafuata, kwa nini usimwambie ukweli ili asikufuatafuate? Shida sio kumwambia ukweli. Kama ukweli nilishamwambia mara kibao, lakini yeye tu ndio anielewi. Wewe mwenyewe unajua mimi kwako beki azikabi. Sasa naenda kwa yule mwanamke kule, mimi naenda kufuata nini ambacho kwako nakosa mpenzi wangu? Kama mapenzi ni hisia, basi wewe ndio hisia zenyewe ambazo na control na kutesa moyo wangu. Na nimesha kukabidhi kila kitu ambacho kiko ndani ya moyo wangu. Sasa unataka nini kingine nikupe? Au unataka nikupe uhai wangu mamangu? Sio hivyo bwana, mimi unanikela. Yaani mimi nakosa hata uhuru na wewe kweli.
Yaani kila saa tu kimwanamke chako kile kinakuja kinanisumbua. Kama tumekutana njiani anataka kunipiga na chupa. Kweli Chepe? Anataka kupiga na chupa? Ndiyo. We, angejaribu aone, hapo ndo angenijua mimi ni nani. Wewe sinaga utani kwenye mali yangu. Yaani na baby face chote hiki jamani afa anataka kunitoa jino. Kweli? Oh la la la. Oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa masikini na bado ukapendwa. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. Dada, najua nimekukosea mdogo wako, naomba unisamehe na kuahidi sitorudia tena. Hivi unafanya jambo kwa kutegemea neno samahani? Hebu angalia wadogo zangu, nafanya kila kitu kuwalinda wadogo zangu katika wakati tuliokuwa nao mgumu, lakini bado mara umefanya hichi, mara sijui umeenda kupigana, mara sijui unalala nje, mambo mengi unayafanya. Unataka nifanye nini? Mnataka mpaka siku nife ndio mtakuja kukumbuka mema yangu nayo yafanya? Usiseme hivyo dada, ndio maana nimekuja kukuomba msamaha dada yangu, nisamehe. Kwa kweli mnanisikitisha sana wadogo zangu. Hebu toka nenda kapike huko. Kwa hiyo umenisamehe? Au nije nikusokote sokote rasta hizi? Hebu nenda kapike huko. Ulijua sitokukamata? Ulijua sitokukamata? Mbona kama hivyo? Sikiliza wewe. Haya machimbo yote, madocho yote, bwana mimi ndio baba yao mwanangu. Huwezi kunikimbia kizembe. Sikia, mzigo wangu unaupataje? Oh bro, mbona kama hivyo unanikunja vile? Oya wewe usinisomee namba. Sikiza dogo, zile kufuri nimehangaika nazo kinoma. Kivivyote lazima nipate mzigo wangu. Oya usinisomee namba. Tula mwanike. Hii ndio atuchambi, atukonyezi. Nitakulamba mwanangu. Umenisikia? Mzigo wangu nataka niupate. Nataka niupate mzigo wangu. Mimi sikimbii kitoto hivyo. Unajua mzigo wangu nimehangaika nao vipi ule? Mzigo wangu uko wapi? Nataka mzigo wangu. Kivyo vyote vile lazima niupate mzigo wangu. Umenisoma mzee? Dogo nitakulamba. Vipi hapo? Wote. Hamna mwanangu. Niko nampangilia misondo kwa mdogo hapa, amani tu. Mbona kama mnagombana mimi? Hamna ugomvi hapa. Hapa amani tele mwanangu. Haya, kutani hapo. Ukutani tena. Kutani ndio kutani hapo. Ndio kutani. Kia, potea. Potea. Oya, vipi tu leo? Vipi? Bwana sikakona. Anamwambia tupite hivi. Haya, potea. Tupita hivi ndichi. Vipi? Umempata? Hapatikani kwenye simu na sio kawaida yake. Ngoja nimfuate huko huko. Zubeda, ngoja kwanza. Kwani utakumwambia nini?
Nilitaka kufahamu kama yupo kwake, ili niende nikamwelezee juu ya kile kilichotokea leo kati yangu mimi na yule binti. Au nishauri nini? Katika hilo Zubeda, mimi sina ushauri wowote, kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kuzishauri hisia za mtu. Naweza kukushauri kitu kwangu mimi kaa kizuri, kwa kweli kaa kibaya, je hapo itakuwaje? Kwa hiyo katika hilo na kuachia wewe mwenyewe tu ndio utajua la kufanya. Basi ngoja niende kwake mara moja. Uende kwake? Ndiyo, maana toka nitoke kwake hajanitafuta na simu yake haipatikani, na sio kawaida yake kuwa hivi, yaani mpaka nachanganyikiwa. Sio jambo jema kwenda kwake bila taarifa. Kwa hiyo subiri atakapopatikana kwenye simu, ukishajua ipo wapi ndipo uende. Sawa. Kwani mnataka chumba cha aina gani? Ningepata cha umeme ndio ingekuwa poa zaidi. Chumba cha umeme. Vyumba vipo. Ila maelekezo yangu kama nilivyowaambia. Kitoa mguu ni shilingi 5,000. Tumeenda huko mmepata chumba. Dalali ni mwezi mmoja. Naomba hilo msilisahau ndugu zangu. Usijali kakaangu juu ya hilo. Hilo haina shida. Maganga, njoo kaka mama. Unakumbuka vile vyumba nilivyokuonesha jana pale nyuma? Ndio nakumbuka. Basi nenda nao uoneshe ili waweze kuchagua chumba anachokihitaji wao. Sasa naomba tuongee kidogo basi mara moja. Sawa basi. Sasa kaka, wewe unaniacha mimi nini peke yangu kweli nitaweza? Acha ujinga wewe. Dalali msingi wake ni maneno. Ukifika pale sifa nyingi, maneno kibao. Na kama wasipokipenda chumba, usisahau shilingi 5,000 kama kitoa mguu. Ndio. Nimekuelewa. Sawa. Twendeni kina dada. Nadhani dada zangu wenyewe chumba mmekiona. Chumba kikubwa kizuri, yani ukubwa wa chumba kama uwanja wa Taifa. Kwa hiyo uamuzi ni wenu nyinyi wenyewe. Mlete dabi ya Kariakoo au Mzizi Madamu. Si mmekiona lakini chumba kilivyokuwa kizuri? Yaani nyie madalali bwana, eti chumba kama uwanja wa Taifa. Yaani kwa kukuza maneno nyinyi, mpo vizuri sana. Sio kunogesha dada yangu. Wewe mwenyewe si umeona chumba kilivyokuwa kizuri? Ukubwa huo. Alafu sasa mmepata bahati. Kwenye hii nyumba kuna wapangaji 2 tu. Ukiongezeka wewe unakuwa 3. Chumba kizuri kama hichi nani atakupa kwa bei ya jioni dadangu? Kichukueni, msipochukua mtakuja kujuta mjue. Tatu. Unafanya nini hapa? Sina kuuliza. Unashindwa kunijibu? Oya. Kuna nini? Hapana baby, mimi nilikuwa naelekea uani kwa sababu kaka ananiita mimi Tatu. Anakuita Tatu? Bro, huyu haitwi Tatu. Anaitwa Jasmine. Jasmine? Ndio mimi naitwa Jasmine. Ukiwa nyumbani unaitwa Tatu. Ila huku unaitwa Jasmine.
Aya, niambie, huyu ni nani? Mume mwenzangu au? Yule wa kwanza ulisema anakulipia kodi ya nyumba. Huyu anakulipia nini? Sina kuuliza anakulipia nini?